Na ubaya ni nini? Watu wengi wanamtafutaga Mungu kwa ajili ya shida. God is not a helping center, is a worship center. Mungu sio kituo cha matatizo, ni kituo cha ibada. Ukijifunza kumpa Mungu ibada, atakuwa anatatua matatizo yako hata kabla ya kuomba. Umenisikia nilichosema? Hata kama hutaki kuelewa, lazima uelewe namna hiyo. Watu wengi matatizo yao hayaondoki. Kwa nini? Hawataki kumwabudu Mungu, hawataki kumpa Mungu ibada. Wanataka Mungu atokee abadilishe kitu chapo. Wamemfanya Mungu kama mganga wa kienyeji. God is not a helping center, it's a worship center. For God to be your helping center, you must make him a worshiping center. Ili yeye awe msaada kwako, lazima umfanye awe ibada kwako. Na sio ibada za kidini, ni ibada katika roho na katika kweli. Yesu anasema saa ipo na saa yaja. Alipokuwa anasema namna hiyo, ni kwamba alikuwa amesimama kwenye saa ya kiroho. Ni kama unavyosetigi saa yako, unavyoizungusha namna hii. Wakati huo mitume wanakaa wanamsikiliza namna hii, anasema saa ipo, maana yake ndio sasa. Na sasa hivi naigeuza. Hawajasikia nilichosema. Yesu aliposema saa ipo na saa ni sasa, maana yake nini? Nimesimama kwenye zile unafahamu ile mishale. Maana yake ninabadilisha kitu kwenye ulimwengu wa roho sasa hivi. Atakayeelewa kuanzia sasa amebadilika. Sikiliza, kwa tafsiri nyingine ni nini? Walikuwa wameenda kwenye mkutano wa Yesu kama watu wa dini, lakini wanatakiwa wahame kuanzia saa hiyo, wasiwe mtu wa dini tena. Saa ipo na saa ni sasa. That means he was changing a clock in the spirit. Alafu anasema ni ipi? Wamwabuduo Baba, wamwabuduo halisi, watamwabudu katika roho. Shika hiyo neno, katika roho. Alafu anasema katika kweli. Umewahi kujiuliza anaposema katika roho anamaanisha nini? Anaposema katika roho, maana yake lazima ujue ni kwamba Mungu unayempa ibada ni roho. Zaidi ya maneno, lazima ujue unaye-communicate naye kiibada ni roho. Halafu la pili, lazima ujue ya kwamba roho yako inahusika kwenye ibada kwanza, kwa sababu unayewasiliana naye ni roho. Na sio hivyo tu, lazima usaidiwe na Roho Mtakatifu, kwa kuwa Roho Mtakatifu hutusaidia udhaifu wetu, kwa kuwa na sisi hatujui kuomba ipasavyo. Kwa hiyo ni mambo manne. Mungu ni roho, kwa hiyo tunahusiana naye kwa namna ya roho. Lakini hatuwezi kumpa Mungu ibada ya kweli aliye roho ikiwa hatuna msaada wa Roho Mtakatifu. Huo ndio tafsiri ya wamwabuduo Bwana watamwabudu katika roho. Halafu namba 2 anasema katika kweli. Kweli maana yake ni nini? Kwa sababu moja ya swali ambayo wanatheolojia wameshindwa kujibu, kweli ni nini? Na moja ya swali ambayo Yesu alikuja kutusaidia kujibu ni kujua kweli. Anasema mimi ndiye njia ya kweli na uzima. Ukiwa unajua chochote na hujamjua Yesu, hujui kitu, wewe ni mwongo, you are a liar. The truth is Jesus himself. Now, nini maana anaposema wamwabuduo Baba watamwabudu katika roho, alafu upande wa pili anasema katika kweli? Maana yake ni nini? Kweli anaoimaanisha ni nini? Anamaanisha hivi: hayo maisha unayoyaishi kabla ya kuja hapa kanisani, the whole of your life. Ukiwa unaishi maisha mengine, lakini ikifika masaa kama haya unakuja na kuabudu, you are a liar. You are a big liar. Maana yake wewe unaabudu pasi na kweli ndani yako. Kweli ni namna unavyoishi na mke wako. Kweli ni namna unavyoishi na mume wako. Kweli, that's a whole of you, the completeness of you. Na ndio maana ili iwe kweli lazima ishuhudiwe na dhamiri. Niliwaambia watu mahali fulani, na mimi nataka nikurudie leo hapa nikwambia kwamba kama uko hapa una uhakika wa kuingia mbinguni, maana yake wewe ni muongo. Kwa kuwa roho hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi ni watoto wa Mungu. Ishu ya kuingia mbinguni sio ishu ya kutafakari kwamba nitaenda au siendi. Ni ishu ya kushuhudiwa ndani, utaingia uingii. Kama uingii, unajua uko hapa. Roho anashuhudia ndani yako, you are not belonging to this tribe.
Roho ushuhudia